Mtu asiyokuwa na mke hana akili kwa mujibu wa dini. Hiyo unaijua kwanza? Mimi hiyo sijui. Mtu kama una mke, una nini? Sababu si utakuwa unakula tu ugali na dagaa unalala, ugali na dagaa unalala, ushaelewa vizuri. Lakini unajua kwa nini una akili? Mke. Unajua mwanamke, unamjua mwanamke vizuri? Namjua. Kwa nini kama nimeambiwa mtu kama una mke una akili? Kwa sababu mwanamke kukaa naye si usifanye masiara. Haja akili nyingi. Kwa sababu ukioa una familia 4, hilo unalijua? Ndio maana unaambiwa mtu kama una mke una akili. Ukioa una familia 4. Yule mke ana upande wa baba yake na mama yake, familia 2 hizo. Alafu ana upande wa kwake mwenyewe, ya 3 hiyo. Alafu wewe una upande wa baba yako na mama yako, ngapi hizo? Na wewe mwenyewe. Ndio maana unaambiwa kama una mke una akili, kwa sababu utachangua vipi hayo mambo. Sababu atakwambia mama leo ya 4 anaumwa, utume 20,000 kule. Bwana baba akapiga simu anataka kwenda Mtwara, anataka hela, urushe hela. Bwana mimi umeona hizi nywele zina wiki 2, kusuka 30,000, alafu kuna hiki kuna kile 70,000. Kama una akili unachangua vipi hayo mambo? Uwezi. Ndio maana umeambiwa koa. Yaani kule koa ndo una akili, sasa unakuwa unafanya ibada vizuri. Kwa hiyo vijana waoe na Mwenyezi Mungu atujalie kheri, isipokuwa mahali zipungue. Wa vijana wengi hawaoi mahali ghali, sasa hivi koa imekuwa biashara. 900,000, milioni 4, 5. Anaenda kugundua nini? Sawa sawa vizuri. Tunachukua binti wa watu. Sawa, kwa sababu ile ndoa ni amri ya Mungu, sio biashara. Sawa sawa vizuri. Kwa hiyo vijana waoe na kina mama hao wenye mabinti wapunguze mahali. Kwa sababu huyu anaolewa kula, kulala, shida, matatizo, karaha, dhambi anabeba mwana. Hivyo unajua ukishaoa mwanamke, madhambi akiwa anafanya mwanamke unabeba wewe mwanaume. Unaelewa hilo? Mwanamke akitoka bila ruhusa, dhambi unaandika wewe mwanaume. Mwanamke akienda kucheza upatu, wewe aje kwambia, dhambi unabeba wewe. Akikopa mikopo huko riba kafanyeje, dhambi unaandikiwa wewe. Umeona ilivyo? Ndio maana mwanamume anapata shida sana. Ndio maana ndoa imekuwa ngumu. Ndio maana mwanamke pepo ya mwanamke iko chini ya mumewe, sio kwa babake. Ati. Pepo ya mwanamke iko chini ya mumewe, kwa sababu akifanya baya lolote, haandikiwi wewe, anaandikiwa mwanamume. Wanawake wajue hilo, kwamba wanawake hawana jambo lolote. Yaani mwanamke atakachokifanya chochote cha dhambi akiwa katika ndoa, dhambi inaenda kwa mumewe, haiendi kwa babake wala kwake. Manake mwanaume atakuwa ameshindwa. Siku ya kiyama ana mzigo mzito sana. Ndio maana wanaume tunakufa mapema. Kwa sababu ya ile midhambi ya wale wanawake. Utamkuta mwanamke wewe unaenda kazini, mwenzio ana vimada, anacheza upato, anaziniwa. Sasa wewe ile midhambi inakuwa yako, yeye ajui hilo. Anateta, anatembea kichwa wazi, anatembea uchi, analewa, anaongopa, yote unapata wewe. Kwa sababu wewe ndo umemtoa kwao. Hivi unajua maana ndoa? Ndoa ni starehe, lakini ni yani unaenda kupunguza ile mizambi kule kwa babake na mamake unachukua wewe. Ndoa nayo kazi hivyo. Tujitahidi kuwa kumtaja Mungu. Tusikae tu hivi, lazima tuwe tuna tabia ya kumtaja Mwenyezi Mungu. Mungu naye atatutaja. Lakini pia channel gani inaitwa hiyo? PTV Tanzania. PTV Tanzania. Waendelee kufuatilia hii channel. Lakini pia nawakaribisha, tuna kitengo cha tiba sisi, cha dua. Majambo mazito mengi huwa tunafanya hapa. Mengi siwezi kuyataja tu. Sasa yepi utawatajia wewe namba inshallah. Inshallah. Waambieni karibuni sana Watanzania wote. Kwa mawasiliano zaidi muoneni PTV Tanzania. Mwenyezi Mungu atujalie kheri na baraka.